Unajua, watu wengi wamezipoteza fursa nzuri kutokana na mtizamo waliokuwa nao. Nataka ujue nguvu ya mtizamo ndani mwako. Mtizamo au mtazamo ulionao ndio wewe. Mtazamo ni zao la asili la kujithamini, kujiamini na kujikubali. Kila mmoja wetu ameumbwa kusimamia, kuongoza, kudhibiti na kutawala mazingira yanayomzunguka. Kama huwezi kuyatawala mazingira yanayokuzunguka, yatakutawala wewe. Uwezo mkubwa wa uongozi upo ndani yako. Unakusubiria wewe uutumie, unakusubiria wewe uamue. Na huo uongozi pale utakapokuwa umeuachilia, utaona matokeo ya kushangaza. Viongozi wa kweli wanapambana kuvuka changamoto wanazokutana nazo, na wanakuwa wabunifu kupitia magumu wanayopitia. Wao magumu hayawi sababu ya kuacha, lakini magumu yanakuwa sababu ya kuweza kutafuta njia mbadala, ya kuweza kuwa wabunifu zaidi na kufanya yaliyo makubwa zaidi. Kwa sababu viongozi wanajijua wao wenyewe kwanza, na kusudi la maisha yao, wanayatawala mazingira yao, wanatawala mtazamo wao, wanatawala tabia yao, badala ya mazingira na mtizamo kuwatawala wao. Hivyo ufunguo mkuu wa uongozi ni mtazamo. Mtazamo unaanzia ndani ya mtu mwenyewe. Watu wengi sio viongozi leo kwa sababu walishajishawishi wao wenyewe kwamba wao sio viongozi. Wameshakuwa na mtizamo huo, na mtizamo ambao wako nao watu wengi ni kujidharau, ni kuona kwamba hawezi kuongoza wengine, kuona kwamba wao wamezaliwa kuongozwa. Lazima ubadilishe mtizamo wako ndani mwako. Kuna watu ambao wanajiona kwamba hawana sifa ya kufanya jambo lolote katika dunia hii. Mtizamo usipoutawala utakutawala. Lazima ubadilishe, na namna ya kubadilisha ni kumtegemea Roho Mtakatifu, ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwenye Wafilipi 2:5 kwamba tuna nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Ukimpokea Yesu na ukamsi, anaweza akakupa mtizamo sahihi ambao utakupeleka katika malengo sahihi, ndoto sahihi, nia sahihi. Lazima uwe na mtizamo sahihi. Umebeba kusudi ambalo mwingine hana. Umebeba ndoto na malengo ya kimungu ambayo Mungu amekuamini wewe, anataka kutumie wewe. Muhimu uwe na mtazamo sahihi kwamba unaweza katika Mungu. Paulo akasema, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Daudi alipomshinda simba na dubu, akawashinda Wafilisti, akamshinda Goliath, watu akafikiri nguvu zake. Daudi akasema, Bwana ndiye nguvu zangu. Lazima utambue jambo hili, si kwa nguvu wala si kwa uweza. Bwana ni nguvu zako, kwa hiyo unaweza katika jina la Yesu. Amen.